Sawa. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Nafikiri tulikuwa tumeomba. Ni vizuri tuanze. Na kabla tumkaribishe mwalimu, ningependa kuuliza wiki ilikuwa aje? Wiki ilikuwa aje wapendwa? Wiki ni mapambano. Kila siku ni mapambano. Kila siku kuona matengenezo ni nini? Mapambano. Ningependa tusome katika kitabu cha Great Controversy. Niko na kitabu hapa. Nitataja page tu. Page 36 hapa. Lakini nafikiri kwa wale wanatafuta ni 46, 45. Hapo mahali inaanzia kulihitajika. Inasema kulihitajika mapambano makubwa na ya hatari kwa wale ambao wangekuwa waaminifu kusimama imara dhidi ya madanganyo na machafuko yaliyokuwa yamefunika ukweli katika mavazi ya kichungaji na kuigizwa kanisani. Biblia haikukubaliwa kama kipimo cha imani. Kwa hivyo kwanza Biblia inastahili kukubalika kama kipimo cha imani. Na wakati Biblia inakosa kukubalika kama kipimo cha imani, ni nini kinawekwa kama kipimo cha imani? Kanuni za wanadamu ndio huja badala ya Biblia. Na wakati kanuni za wanadamu zinapokuja kama kipimo cha imani, unakuta hizo kanuni za kunufaisha mtu. Tunaelewana lakini wapendwa? Ni za kunufaisha mtu. Na ndio maana makanisa mengi utasikia watu wamechukulia kanuni ni kana kwamba ndio imani. Ndio mtu anakuambia mimi unajua mimi ni wa kanisa fulani. Imani yetu haifanani na yenu. Ukienda kufuata hiyo imani unakuta ni kanuni ya wanadamu. So watu wamechukulia kanuni kana kwamba ndio imani. Na hiyo ni balaa tupu. Hiyo ni balaa tupu. Na ndivyo tunavyoendelea inaendelea kusema Biblia haikukubaliwa kama kipimo cha imani. Kwa hivyo Biblia wakati ule haikukubalika kama kipimo cha imani. Fundisho la uhuru wa dini lilitajwa kuwa ni uasi. Unasikia sasa? Fundisho la uhuru wa dini lilitajwa kuwa ni uasi. Na hapa mahali tunapoelekea ndio unasikia kuna regulation of churches. Sijui nini. Kwa nini? Hawataki dini zikuwe huru. Unaona na wateteaji wake walikuwa wakichukiwa na kutengwa na kupigwa marufuku. Kwa hivyo wanaotetea kweli, na kipindi cha mwisho tunachoelekea ambacho tuko watu watapigwa marufuku kwa kila namna. Inaendelea kusema baada ya muda mrefu. Sasa baada ya muda mrefu, unajua kila kitu kina kikomo. Ndio maana unasikia inasema baada ya muda mrefu na mapambano makali. Kwanza ni muda mrefu na mapambano makali. Waaminifu wachache, hawajawahi kuwa wengi ndugu zangu na dada zangu. Waaminifu wachache waliamua kuvunja umoja wote na kanisa hasi. Yaani wale waaminifu wachache waliamua kuvunja umoja wote na kanisa hasi. Kama linaendelea kukataa kujiondoa lenyewe kutoka kwenye uongo. Ukiwa kwa kanisa hasi inabidi ukate hiyo mkataba uondoke. Kama linakataa kufuata njia, kama kwanza linakataa Biblia kuwa ndio kipimo cha imani, unastahili kuondoka. Unless warudi katika hiyo kweli ndio utakaporejea pale. Unaona? Sasa ile kanisa hasi kama linaendelea kukataa kujiondoa lenyewe kutoka kwenye uongo, kusema uongo na ibada ya sanamu. Hilo kanisa lilikuwa linasema uongo na ibada ya sanamu. Waliona kwamba utengano ulikuwa lazima ufanyike kama wangekuwa kulitii neno la Mungu. Kwa hivyo shaking haikuanza saa hii. Shaking ilianza kutoka kitambo. Shaking ilianza kutoka kitambo, utengano. Na shaking ndio huleta utengano. Na hii shaking watu ukataa ukweli. Wale wa kweli wanafuata ukweli, wale wa uongo wanafuata uongo. Hawakudhubutu kuvumilia makosa ya kufisha kwa roho zao wenyewe na kuweka mfano ambao ungehatarisha imani ya watoto wao na wajukuu wao. Ili kupata amani na umoja, walikuwa tayari kukubali kufanya mapatano yoyote kwa unyofu na Mungu, lakini waliona kwamba hata amani ni ya thamani ndogo mno kununuliwa kwa kutoa mhanga kanuni. Kama umoja ungeweza kupatikana tu
kwa kuhatarisha ukweli na haki, hebu kuwepo utengano na hata Kwa vita. vita. Kwa hivyo ukweli watu wa Mungu watasimama na ukweli, liwe liwalo, iwe ni kisu itatumika, iwe ni upanga, lazima watu wa Mungu wasimame na kweli. Maana ukiangalia mitume walisimama na kweli, na unaweza angalia ile kweli waliokuwa nayo, hakuna mahali walibindisha kidogo ati ndio ikuwe hivi. Hakuna bending of laws. There is no bending of laws kwa hii injili ya mwisho. Kama wana matengenezo, lazima tusimame katika kweli. Hatuwezi kubali mtu wa aina yoyote ule ambaye atakuja na stori zake na tukubali kuziweka katika kweli. Hapo utakuwa ukweli ukichanganyika na mambo mengine inakuwa ni uongo. Maana ukweli ni safi, ukweli unaenda katika njia ambayo imenyoka. Na sisi watu wa Mungu lazima tuende katika njia imenyoka. Kwa hiyo machache, ningependa kumkaribisha mwalimu wa kwanza, ndugu Amos, karibu uweze kutuendeleza katika somo hili. Karibu sana. Karibu mwalimu. Asante. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwanza natangulia kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha tena tumepatana katika siku hii ya leo, siku ya Sabato, ikiwa ni tarehe 18 mwaka huu wa 2025. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Kwa hivyo ninawakaribisha nyote tuweze kuhudhuria ibada ya leo. Tukiwa hapa katika kanisa la Nakuru. Kwa wale ambao wanafuatilia kupitia kwa njia ya mtandao, tunawakaribishieni na tunaomba uweze kulike hapo na usubscribe, alafu uweze kushare, iweze kufikia watu wengi kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu tumebakiwa na muda mchache wa kuhubiri mambo haya. Kwa hivyo nawakaribishieni sana. Kwa majina naitwa Amos Ngetich, na ninawakaribisha sana tuweze kuingia katika ibada ya kwanza katika asubuhi ya leo. Kwa hivyo kabla hatujaanza, ningependa tuweze kusimama, tuweze kuimba wimbo moja tu, alafu tuweze kuanza ibada. Tusimame. Niko na vitabu. Bianca, kuja. Njoo. Utaenda mtumie hiyo nini pale, namba 99. Tuweze kuimba wimbo namba 99, alafu tuanze ibada. Mungu awabariki sana. Namba 99, alafu tuanze ibada. Inaenda hivi. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia twanya tuijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa si mwanzo. Chorus ni na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana. Tuanze kwa pamoja. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia
ijue imo chuoni na wenyewe hapa sema njoo na furaha tutaiona mioyo ikitakasa sana kwako Mwokozi kuonana na milele. Bwana na waje atwambia furahini kwa kusikia yeye Mwokozi wetu hasa na mtijoni na tutaiona mioyo itakasa sana kwako Mwokozi kuonana na milele. Wangojea nilepo sikiza sana asemapo huruma zake sitwitapo ewe kijana njoo na furaha tutaiona mioyo itakata sana kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Hebu tuweze kualika uwepo wa Mungu katika ibada ya siku ya leo kwa kupiga dua. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tunasema shukrani kwa ajili ya vile umeweza kutujalia wiki mzima, na tena siku hii ya leo, siku takatifu, tumeweza kukusanyika miguuni pako tukiwa wingi wa radhi kwa yale mambo ambayo huenda tumeweza kukutendea, labda kwa kuwaza, labda kwa kuona, hata kwa kutafakari. Bwana, tunaomba msamaha. Tunapoingia katika ibada, tunaomba uweze kututakaza, uweze kutuweka katika mawazo mema yatokayo mbinguni kupitia katika vitabu vyako vitakatifu. Tunapoanza, tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wa malaika wako watakatifu, na pia tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi ili aweze kutuelewesha yale maandiko ambayo tutaweza kujifundisha siku ya leo, kwa sababu tunakutumainia kwa kila jambo, na tunawaweka mikononi mwako wale ambao wako katika njia wakija, ama wale ambao hawajaweza kupata nafasi ya kuja siku ya leo. Uweze kuwapa amani mahali wako, na zaidi ya mno uweze kuwaweka katika hali ya kukuabudu, wasije wakafanya mambo yao wenyewe. Tunaomba hayo machache na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amina. Happy Sabbath. Happy day. Bwana ni mwema Siku zote. na siku zote, Bwana ni mwema. na tunasema Bwana ni mwema, Siku zote. ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wafanya nini? Wamkimbiliao. Hebu tusome hiyo kitabu katika Nahum 1 aya yake ni ya 7. Inatuambia nini? Nimesema Nahum. Nahum 1 aya yake ni ya 7. Nahum 1:7 inasema nini? Nahum 1 ya mstari wake ni wa 7. Nahum 1 mstari wake ni wa 7. Inasema nini? Inasema hivi. Inasema Bwana ni mwema, vizuri. ni ngome siku ya taabu. Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, Naye huwajua hao wamkimbiliao. naye huwajua hao wafanya nini? Wamkimbiliao. Wamkimbiliao. Shukrani. Kwa hivyo Bwana ni mwema, na kumbe ni ngome siku ya taabu,
naye Bwana huwajua hao wafanyao nini? Wamkimbiliao. Wamkimbiliao. Na siku ya leo ningependa tuweze kujifundisha somo ambalo ni muhimu, kwa sababu itatusaidia tunapojiandaa kwa ujio wa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo mara ya pili. Na tunajua kwamba anaporudi mara ya pili hakuji kama namna ambavyo alikuja mapema. Alikuja mara ya kwanza akiwa na unyenyekevu sana, alikuja akiwa ni mpole sana, lakini anaporudi mara ya pili anarudi kulipiza kisasi kwa wale ambao hawakumtenda kwa jinsi ambavyo yeye alituagiza. Anarudi akiwa kama simba wa Yuda, anarudi akiwa jemedari mkuu, anarudi akiwa shujaa. Atakuwa amekuwa na mamlaka maradufu, na tunajua kwamba tusipojiweka tayari huenda tukajikuta katika sehemu ambayo ni ya wale waovu, na tunastahili pia kujiandaa. Ukiangalia wakati alikuja mara ya kwanza, watu wachache waliweza kuitambua siku ile, waliweza hata kumtambua kwamba Masihi ameweza kuzaliwa. Walikosa kujua huyu ndiye Yesu, huyu ndiye aliyetabiriwa katika vitabu vitakatifu vya kale. Walikosa kujua ya kwamba huyu ndiye anayetoka mbinguni kwa ajili ya kutukomboa katika laana, katika ile laana na dhambi ambayo wazazi wetu waliweza kutenda. Walikosa kujua. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani unadhani ya kwamba hawakuweza kumtambua? Kwa mfano, hebu nipatie kitabu kinaitwa Hesabu. Tusome sisi wote kitabu kinaitwa Hesabu ndani ya Biblia, inaitwa Numbers. Numbers 24 verses 17. Tuangalie inatuambia nini, halafu niweze kuwauliza swali. Numbers 24 verses 17. Numbers 24 verse 17 inasema nini? Namuona lakini si sasa. Musa ndani ya kitabu hicho anaandika, ananukuu hivi, namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Anasema hivi, anamtazama lakini sio karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Simamia hapo kwanza. Tunaambia kwamba namtazama lakini sio karibu, na nyota itatokea katika nini? Katika Yakobo. Alafu nini itaendelea? Nayo itazipiga pembe za Moab na kuwavunja wana wote wa ghasia. Atawavunja wana wote wa ghasia. Ukiangalia katika aya hiyo, tunajua ya kwamba huo ni unabii. Ni unabii unatolewa hapo kwamba kuna nyota itatokea katika Yakobo. Na sasa kwa wale tu ambao watakuwa wamejaliwa neema ya kufahamu maandiko kupitia kwa Roho wa Mungu, watajua ya kwamba huo ulikuwa unabii ambaye ilikuwa na mlenga Yesu Kristo akija duniani mara ya kwanza. Nini kilifanyika? Hebu ruka katika kitabu cha Mathayo. Fungua kitabu chako cha Mathayo 2, aya yake ni ya kwanza, alafu 2 na 3. Tuangalie inatuambia nini. Inasemaje katika kitabu hicho? Matthew chapter 2 verses 2. Hata unaweza anza ya kwanza ndio tuweze kuelewa nini kilikuwa kinajiri. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kumbe ni Yesu hapo anazaliwa katika nini? Katika Uyahudi. Katika Uyahudi, katika kijiji kimoja kinaitwa Bethlehemu. Zamani za mfalme Herode. Kumbe ilikuwa ni zamani za mfalme Herode. Herode ndiye alikuwa anatawala wakati huo. Tuende. Tazama, mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Kwanza nataka usikilize hapo. Kumbe kuna mamajusi. Kwanza acha niwaulize swali hapa. Nataka tufanye kitu inaitwa interaction session.
tuweze kuchangia kwa pamoja, nisiwe tu tunafululiza. Unajua tunataka tuwe tofauti na wale wengine, kwa sababu wale wengine huwa wanaenda kuhubiriwa. Sisi tumekuja kujifundisha. Tumekuja kufanya nini? Jifundishe. Kujifundisha. Na wajifundishao lazima kuwe na kuulizwa swali na pia kujibu, na pia nyinyi kuuliza swali, alafu sisi tunafanya nini? Tunajibu. Sasa majuzi tunaona hapo, kwanza tunaambia kwamba hiyo event ni event ya Yesu kuzaliwa, na tunaambia kuna majusi. Wacha niwaulize, majusi ni kina nani? Sikuwa kwamba tunasoma Biblia na kumbe hatuielewi. Majusi ni kina nani? Mamajusi ni wise men. Yes, who are the wise men? Ni kwa Kiingereza ni wise men. Majusi ni wise men, yes, sikatai. Lakini who are they? Ni kina nani? Ni kina nani? Lea? Ni wasomi? Kwa tafsiri ile yenye unaelewa ni wasomi. Njoroge? Wapelelezi? Bado. Nani mwingine anaweza jaribu? Jaribuni tu. Who are the wise men? Who were the wise men? Wise men walikuwa kina nani? Ndio siku ingine utakapopitia katika aya hiyo utajua wise men ni kina nani. Tusie tu tunasema majusi, kumbe iko tu ndani ya aya na huelewi who are the wise men. Unajua Yesu alipozaliwa, watu ambao walikuwa wanakaa wakimtarajia Yesu Kristo azaliwe, kumbe hawakutarajia Yesu azaliwe kwa njia ambaye Yesu alikuja kuzaliwa. Walijua kwanza kwamba atakuja kama mfalme, sababu yeye anatoka mbinguni. Kitu cha kwanza walimngoja atokee akiwa na malaika, akiwa anachungwa sana kama mwana wa Mungu. Lakini yule ambaye alizaliwa wapi? Hapo mahali alizaliwa wapi? Yesu alizaliwa wapi? Kwa hori la ng'ombe. Katika zizi la ng'ombe, kwanza katika hori. Hapo ndio alienda kuwekwa. Hebu fikiria wale wamama ambao mnaenda kule maternity. Umekunja mtoto wako na maleso, alafu umekosa mahali pa kuwekea, sababu hapo ilikuwa ni zizi la ng'ombe, akawekelea kwenye hori la ng'ombe. Hao wenye walidhani ya kwamba anayezaliwa ni mtoto wa kawaida tu, hawakujua kwamba kumbe huyu ndiye mfalme. Lakini hawakuweza kutambua ya kwamba kumbe malaika walikuwa wamezingira sehemu ile, wakijaribu kuangalia ni nani wa kwanza, ama ni nani anayetarajia Yesu azaliwe kule aweze kwenda na kumlaki. Kwa sababu kulikuwa kumefanyika nini? Kulikuwa kumetabiriwa. Tumesoma andika, kulikuwa kumetabiriwa na Musa wakati Musa alikuwa hai. Akasema kwamba kuna nyota itaweza kutambulika katika nyumba ya Yakobo. Na kumbe hawakujua. Sasa wise men ndio waliweza kujua, majusi. Sasa na ndio nikauliza, who are these wise men? Hiyo ndio swali. Majusi tumesikia mwingine amechangia ni wapelelezi, wengine wakasema kwamba ni watu wenye hekima, wengine who are the wise men? Ulikuwa unasema nini ndugu Robert? Nilikuwa nasema ni hapo umeguza kuhusu kuzaliwa. Shetani alikuwa amefanya unabii, ameufanya opposite, na ni kazi yake, kila unabii anajaribu kuleta the opposite. Ndio. So kuzaliwa kwa Yesu, Wayahudi walichukulia kukuja kwake mara ya pili, ndio walichukulia ndio mara ya kwanza. So mara ya pili anakuja na malaika wote na utukufu mwingi. So wakati anazaliwa kwa hori la ng'ombe, wanajua huyu ni mtoto wa kawaida wa Joseph. Sasa mamajusi ama wise men, hao walikuwa na present truth. Walipoona ile nyota walijua amefanya nini? Amezaliwa. Yeyote au kuwa na present truth aliwachwa, maana hakujua chochote. So hata wakati huu tunastahili kuendana na present truth. Present truth ya wakati huu ni gani?
Kristo anarudi mara ya ngapi? Nao the present message yenye ilikuwa wakati huo ilikuwa gani? Kristo anakuja mara ya kwanza, lakini kukuja kwake mara ya kwanza wakaichukulia ni mara ya pili. So ilikuwa ni vigumu sana kuconvince Myahudi kwamba kijana yule aliyezaliwa pale kwa hori la ng'ombe ni Kristo, maana yeye anajua atakuja kwa njia Kwa njia nyingine. So hata kipindi hiki cha mwisho tunastahili tujue Kristo anakuja namna gani, na ndio last Sabbath tukasoma tukaona kwamba kwanza hawezi kanyaga wapi? Duniani. So hata hiyo kwanza ni saini moja. Shetani akikuja hapa akizurura katika hii dunia, utamwambia wewe si nani? Wewe sio Kristo. Asante. Nashukuru sana. Sasa ili tuweze kuelewa who are the wise men. Kwanza mnajua kwamba wise men ni wapagani. Hebu fungua kitabu cha Danieli. Nifungulie kitabu cha Danieli. Kwanza ni watu wa mataifa. Ni watu ambao hawamjui Mungu. Ni watu ambao ni watu wa kusoma nyota. Yaani ni watu ambao, hebu tuwaambie katika kitabu cha Danieli. Fungua kitabu cha Danieli 4. Aya yake ni ya 5. Danieli aliandika ndoto cha Nebukadneza. Akaandika hivi. Kumbe Nebukadneza alikuwa na mazoea ya kuwategemea wise men, watu ambao wana hekima. Hebu soma. Inasema, nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mawazo niliyokuwa nayo kitandani. Huyu ni Nebukadneza anahadithia ndoto ambaye aliweza kuota. Akasema ni hivi, ati aliweza akaota ndoto akafanya nini? Na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha. Kumbe njozi za kichwa chake kikamfadhaisha sana Nebukadneza. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli. Nataka kwanza ushikilie hapo. Anasema akatoa amri ya kwamba wenye hekima. Kwa Kiingereza inasema nini? Wise men. Kwa Kiingereza inasema therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon. Akawaleta the wise men of Babylon. Inaendelea kusema na Kiswahili. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu. Ndiyo. Ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile. Kwanza tunajua kwamba Nebukadneza alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni mpagani. Hakuwa anamjua Mungu wa pekee wa kweli. Licha ya kwamba Mungu alijaribu kuongea na yeye kwa njia nyingi sana aweze kumtambua, lakini aliweza kuwa na moyo mgumu, na akawa anaendea wale wenye hekima, akawaendea wachawi na waganga badala ya kuuliza hiyo information ama ujumbe ambaye inatoka mbinguni. Hakuweza kumuuliza Mungu, bali aliweza kuwaita waganga. Kwa hivyo yeye alikuwa na uzoefu ya kuwaendea waganga na wenye hekima. Na kwa hivyo tunapata kwamba wenye hekima ni watu ambao walikuwa wanapenda kuangalia vitu vya, yani watu wabashiri. Watu ambao ni wabashiri, na wabashiri wako katika siku zetu. Wengi wako katika siku zetu, si ndio? Ikiwemo kina nani? Kuna waganga, si ndio? Nasikia wanasema wanakutabiria nyota. Si wanasema wanakutabiria nyota? Nyota haijaanza leo. Hata Ezekiel ni mmoja wao. Na Waribia, si ndio? Kumbe kuna manabii wa uongo katika enzi zetu ambao wanasema kumbe wanakutabiria nyota. Nyota ilianza kitambo. Kumbe kuna wise men, kuna watu ambao ni wapagani na wanasema kwamba wanatumikia mambo ya kukupa nyota ama ya kukubashiria. Kwa hivyo tunapata kwamba waliomjua kwanza kwamba Masihi Yesu Kristo amezaliwa ni kina nani? Ni mamajusi, watu ambao ni wapagani. Lakini sasa swali ni je, kwa nini watu ambao walikuwa wanatarajiwa ama watu ambao walikuwa wanadai ni watu wa kanisa, watu ambao walikuwa wanadai wanafanya ibada kwa Mungu, mbona hawakuweza kuutambua? Kwa sababu tunaambiwa kwamba katika Great Controversy, hebu kwanza malizie hiyo andiko ya inasema Matthew. Turudi sasa Mathayo 2 tuteremke. Na hii nyingine mwalimu 7 ilikuwa na pointi. Vizuri, we soma. Katika Danieli hiyo 4:7 inasema ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto
wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Kwa hivyo hapo umeangalia wise men wa Babiloni waje, ni kina nani walikuja? Wa kwanza, waganga, wa pili, wachawi, wa tatu, Wakaldayo, wa nne, wanajimu, watu wa nyota. Ukiangalia wanajimu, hata utakapo search, wanajimu ni watu wa kubashiri nyota, ni watu ambao ni wapagani, hawamjui Mungu. Wanaenda pale hivi wanafanya uganga, alafu wanamwaga vitu hapo chini, wanakuambia wewe utafanya hivi na hivi, ama nyota yako sijui imezikwa na nani sijui. Si unajua hayo mambo, hivyo visarakazi vyao. Kwa hivyo tunapata kwamba kumbe wise men ni watu ambao hawakuwa wanamjua Mungu, lakini kumbe walikuwa wamesoma sehemu. Ni watu ambao walikuwa wanasoma mambo ya nini? Nyota. Na walipoangalia nyota ile walijua kwamba hii ni ile nyota iliweza kutabiriwa na nani? Na Musa, ya kwamba Masihi Yesu Kristo ataweza kusaliwa katika Uyahudi wa Bethlehemu. Maliza andiko hii ya Mathayo 2, tulikuwa tunaelekea ya 3, alafu niwaonyeshe jambo katika Great Controversy. Ya 3 inasema Ujue, naanza 2 nikielekea 3. Mathayo 2:2 inasema yupo wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ni kina nani wanauliza? Ni mamajusi. Ni hao wise men, watu ambao hawana mambo ya kumjua Mungu, hawamjui Mungu, lakini hao ndio walikuja kumtambua Yesu Kristo kwanza kwamba ameweza kuzaliwa. Soma. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Anasema waliona nyota yake katika mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Nasi tumekuja kumsujudia. Basi Mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika mno. Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Wakauliza, Kristo amezaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Iliandikwa na nabii. Tumetoa andiko ndani ya Hesabu ya kwamba kuna nyota itaweza kutokea katika nyumba ya Yakobo. Nataka tuende katika kitabu cha Great Controversy. Great Controversy. Fungua kitabu chako cha Great Controversy. Pambano kuu tuweze kusoma, tujue nini kilijiri. Kumbe kuna mambo ambayo yalikuwa yanatendeka pasi na wanadamu kujua. Kumbe malaika kwanza walikuwa wametembea. Unajua, ili kisha Mungu atuletee ujumbe. Ukisoma katika Amosi 3:7 inasema kwamba hakika Mungu hatatenda jambo lolote bila kuwajulisha manabii, watumishi wake manabii nini? Siri yake. Kwa hivyo kwanza aliweza kutuma wajumbe ambaye ni malaika, akawatuma kuangalia na kupeleleza, waone watu kina sisi, watu kina Amosi wamejiandaaje, kina Robert wamejiandaaje, fulani wamejiandaaje kwa ujio wa mwanangu. Aliweza kutuma kwanza malaika akuja apeleleze. Fungua kitabu chako cha Pambano Kuu. Ukurasa ni ule wa ukurasa wenyewe halisi ni 265, lakini kwa Kiingereza ni 313, paragraph 3, paragraph 3. Mahali inaanza na malaika aliizuru nchi. Umefika hapo? Inasema hivi: malaika alizuru nchi kuona ambao wanajiandaa kumlaki Yesu. Sikiliza hapa. Mungu aliwatuma malaika akuja apeleleze, aone ni kina nani wamejiandaa kwa ujio wa mwanae. Nataka tuangalie, tumepata wanajimu, watu ambao ni wapagani, kumbe ndio walikuwa mstari wa mbele kumlaki Yesu alipokuwa anazaliwa. Sasa wacha niulize, ikiwa wapagani ndio walimlaki Yesu alipozaliwa, na sasa anaporudi sasa mara ya pili, sijui je, tumejiandaaje? Sijui kama tumejiandaa ama bado tunalala kama wakati ule wa kwanza alipokuja. Hiyo ni swali ambayo tunastahili kujiuliza mara kwa mara, kwa sababu Yesu anarudi. Yesu tunajua kwamba ako mlangoni. Yesu ako karibu kurudi kwa ajili ya watakatifu.
na nimesema kwamba haezi rudi kama alivyokuja mara ya kwanza. Anakuja kama simba wa Yuda, anakuja kama jemedari, anakuja kama mfalme, anakuja kuwaua wale ambao wamekosa kusikiliza maagizo yake. Tunaambiwa malaika alizuru nchi kuona ambao wanajiandaa kumlaki Yesu. Nini kilitokea baadaye? Inaendelea kusema hivi, lakini hakuweza kuona ishara yoyote ya matazamio. Masikitiko mkuu. Yaani malaika walipokuja wakajaribu kuangalia, je, watu wa Mungu wamejiandaaje kwa mwana wake? Akaweza kuangalia, akazunguka huku na huku, akazuru kila sehemu ya nchi hii, ya dunia hii, ya ardhi hii, lakini hakuweza kuona mtu hata mmoja. Sikiliza, anasema lakini hakuweza kuona ishara yoyote ya matazamio. Yaani alikuwa anaangalia, ananiangalia mimi, anaona mimi sijajiandaa. Anaangalia wewe, anakuona wewe hujajiandaa. Anaangalia huyu, anaona bado huyu hajajiandaa. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati anarudi. Sikiliza, anasema hivi, hakusikia sauti yoyote ya sifa na shangwe kuonyesha kwamba wakati wa kuja Masihi umefika. Hakusikiliza. Yaani malaika hakusikiliza chochote, hakusikiliza sauti ya shangwe, kumaanisha kwamba watu walikuwa wamelala. Sikiliza, wacha niwaambie. Katika Pambano Kuu, mwandishi hapa ni mjumbe wa Mungu. Mungu amemtumia kutufunulia mambo ya siri. Na tunaambiwa kwamba katika Biblia Yesu alipozaliwa, alizaliwa wakati gani? Wakati watu hawakuwa wanamtarajia. Walitarajia mtoto azaliwe katika nyumba ya kifalme. Walitarajia azaliwe kama mfalme. Na niwaulize, je, Yesu alizaliwa wakati gani? Mchana, asubuhi, wakati gani? Wakati gani? Wakati wa usiku. Na wakati wa usiku nini huwa inatendeka? Watu wamelala. Waliomtarajia Yesu walikuwa wamelala. Na wacha niwaulize, katika Pambano Kuu tumekuwa tukirudia mara kwa mara. Yesu anasema kwanza wakati gani ndio anakuja kuwakomboa watu wake? Usiku wa manane. Anasema wakati gani? Usiku wa manane. Si tumekuwa tukijifundisha hapa. Anasema anakuja kuwakomboa watu wake wakati gani? Usiku wa manane. Kwa sababu anajua kwamba usiku hiyo watu watakuwa wamelala, lakini watakatifu wanaomfuata Yesu Kristo kokote aendako, lazima atajua kwamba amekuja na ako mlangoni, na ndiye amekuja kwa ajili ya kutukomboa, kwa ajili ya kutufufua, kwa ajili ya kutupeleka tuende katika ufalme wake. Lakini wale ambao watakuwa wanaendelea na shughuli zao, watadhani ya kwamba wameenda kulala, kesho asubuhi wanaenda shughuli zao. Sikiliza, inasema hivi, malaika alizunguka kwa muda juu ya mji mteule. Sikiliza, kumbe malaika alikuwa anazunguka. Kwanza mahali alikuwa amesemekana atazaliwa. Kwanza hapo ndio alipiga kambi sana. Akazunguka na akazunguka kwa muda juu ya mji mteule na hekalu, mahali ambapo uwepo wa uungu umedhihirishwa kwa vizazi vingi. Lakini hata hapa kulikuwa na kutojali kule. Sikiliza hapa. Yaani malaika wa Mungu walizunguka duniani waone kama watapata angalau mtu mmoja, angalau wawili wenye wanamlaki Yesu anapozaliwa, lakini hawakuweza kumuona hata mmoja. Lakini sasa walipofanya nini? Waliporudi katika mji ambaye ilikuwa imetabiriwa na manabii wengi. Naomba kuwa na umakini hapa. Sikiliza. Wakati malaika aliona hakuna dalili ya kumpokea mwana wa Mungu, aliweza kurudi katika Yerusalemu, aone tena angalau kama atapata mtu mmoja mwenye anamngojea Yesu aweze kuzaliwa. Lakini unasikiliza, lakini hata hapa katika Yerusalemu kule, lakini hapa kulikuwa na kutojali kule pia. Yaani kule pia
hakukuwa na kufanya nini? Hakukuwa na kujali, hakukuwa na kujali. Kumbe pia dunia mzima ilikuwa imeingia katika kulala, yaani walikuwa katika usingizi mzito sana, walikuwa katika usingizi, na ujue mwana wa Mungu ndiye anazaliwa. Sikiliza, inaendelea kutuambia hivi, nataka tuangalie ikiwa watu ambao wanadai wanafanya ibada, ikiwa watu wanaodai kwamba wanamfanyia Mungu ibada hawakuweza sijui kama walitambua wale, lakini sasa wakati huu watu ambao wanadai ni wa kanisa, hao ndio wataachwa, hao ndio wataambiwa, nyinyi sikuwajua ninyi kamwe, nyinyi sikuwajua, nyinyi endeni katika lile ziwa ambalo linawaka moto. Kwa sababu gani? Tulijua lakini tulipuuza, tuliingia katika usingizi mzito, tuliingia katika kulala, tulipenda kulala zaidi ya kufanya nini? Badala ya kuchunguza haya mambo. Inaendelea kutuambia hivi, lakini hata hapa kulikuwa na kutojali kule kule. Makuhani ni kina nani? Tunaweza kuwaita makuhani wa sasa ni kina nani? Wachungaji, watu ambao ni mapasta, watu ambao tunajua kwamba wamefanya theolojia, watu tunaotamani watuonyeshe njia ya Kristo. Lakini makuhani wa siku zile wako sawa na makuhani wa sasa. Tunaambiwa hivi, makuhani katika majivuno na kiburi chao wanatoa dhabihu na jinsi ndani ya hekalu. Mafarisayo kwa sauti kuu wanawahubiria watu au wakifanya maombi ya majivuno kwenye pembe za njia, katika ikulu za wafalme, katika mikutano wa mafalsafa, katika shule za marabi. Shule za marabi ni kama wapi wakati huu? Unajua marabi ni kina nani? Rabi. Unajua rabi? Hiyo ni neno la Kiebrania. Rabi ni mwalimu. Kwa hivyo mashule ya walimu wa dini wa enzi zetu ni wapi? Baraton, Bugema, si ndio? Ni shule ni university za kibiolojia. Mapasta ama walimu wanaenda kufundishwa namna ya kuwa mapasta, namna ya kuhubiria watu. Sasa kumbe pia wakati ule kulikuwa na shule za nani? Shule za marabi. Wote kwa pamoja hawakujali ukweli wa ajabu ambayo ulijaza mbingu yote kwa shangwe na sifa, kwamba mkombozi wa wanadamu karibu aonekane juu ya nchi. Sasa wakati harakati za kumleta Kristo, hebu kwanza nipatie, mambo hayo yalikuwa wazi kabisa ndani ya Biblia. Mungu alikuwa analeta wazi kwamba watu tu ndio walikuwa wanazembea, watu walikuwa nalala. Nipatie kitabu cha Isaia 7:14. Inatuambia nini katika kitabu hicho cha Isaia? Tuangalie. Ili tutapomaliza tutajifundisha jinsi ya kumtegea Yesu. Isaia 7:14. Isaia 7:14. Inasemaje? Mambo haya yalikuwa wazi kabisa na iko wazi kabisa jinsi ambavyo atarudi. Soma 7:14 Isaia. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Anasema hivi, Bwana mwenyewe atawapa nini? Ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Atamuita jina lake Imanueli, si ndio? Tunaambia kwamba bikira atachukua mimba na atazaa mtoto, atamuita jina nani? Imanueli. Imanueli. Sasa hebu fungua kitabu cha Yohana, si Yohana samahani, kitabu cha Mathayo 1:20-21 hapo. Uangalie. Mambo haya yalikuwa wazi kabisa. Shida tu ni kwamba watu walikuwa wamezembea, hawasomi. Sasa watu hawajiandai tena kwa ujio wa mwanae anaporudi mara ya pili. Soma Mathayo 1:20-21. Mathayo 1:20-21.
Inasema, Inasemaje? basi alipokuwa akifikiri hayo, Ehe. tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Kwanza soma 18 alafu uruke hapo mahali umesoma. Mathayo 1:18 Ehe. inasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kumbe hiyo ni event ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ilikuwa hivi. Mariamu mama yake Ehe. alipokuwa ameposwa na Yusufu. Achia hapo. Ruka sasa 21 huko. 21 inasema, Ehe. naye atazaa mwana, Atazaa mwana. naye atamuita jina lake Yesu. Anasema naye atamuita jina lake Yesu. Maana Ehe. yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Twende. Hayo yote Ehe. yamekuwa Ndiyo. ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii Na akisema, nabii yule aliyetabiri mambo ya Yesu katika Isaya. Kwanza anaongelea Isaya hapo. Ehe. tazama, Ehe. bikira atachukua mimba, Ehe. naye atazaa mwana, Naye atazaa mwana. nao atamuita jina lake Imanueli, Naye atamuita jina lake Imanueli. yaani Yaani Mungu pamoja nasi. kumbe Mungu pamoja nasi. Sasa tumejiandaje sasa anaporudi? Alikuja na akamaliza kazi yake ya kutukomboa na akapaa. Sasa ameketi mkono wa kuume wa baba yake. Na sasa tunajua kwamba ako karibu kuvaa mavazi ya nini? Ya kifalme. Sasa atokee mara ya pili kwa ajili ya watakatifu. Sasa swali, tumejiandaaje? Na mambo yako wazi kabisa katika vitabu. Mambo yako wazi kabisa katika nini? Katika vitabu. Tunajua kwamba anarudi. Hebu kwanza nipatie kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungua kitabu chako cha Biblia. Matendo ya Mitume 1 aya yake ni ya 9. Inatuambia nini? Wanasema kwamba Yesu anarudi. 1:9 Matendo ya Mitume. Ehe. Akiisha kusema hayo, Akiisha kusema hayo, walipokuwa akitazama, ehe, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. ehe, Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, ehe, wenye nguo nyeupe. ndiyo. Wakasemaje? Enyi watu wa Galilaya. Akawaambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Akawauliza, mbona mnasimama hali mnatazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenyu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake. Anasema atakuja kwa jinsi hiyo mlivyomtazama akienda zake mbinguni. Kwa hivyo Yesu atakuja kutukomboa tena katika nini? Katika minyororo ya shetani. Katika sasa ulimwenguni huu. Alafu ulimwengu huu utachomwa. Alafu sasa sisi tutafanya nini? Tutateremshiwa sasa nini? Yerusalemu mpya ambaye ikiwa ni takatifu. Na hapo ndio tutaishi. Ndio unasikia mwanakondoo atakulanisha na nini? Na simba. Dubu atakaa na mwanakondoo. Mbuzi yani hakutakuwa na laana tena. Shida ya dunia hii itakuwa imeisha. Mambo ya dunia hii, magonjwa, ajali, shida, matatizo, kukufa, kifo, itakuwa imeenda, itakuwa imeisha. Itakuwa imefanya nini? Itakuwa imekuwa past tense. Nataka tuangalie tena katika Pambano Kuu, tujue wakati ule walikuwa wamejiandaa vipi na sisi tumejiandaa vipi. Katika hiyo Pambano Kuu tu, nafikiri mahali ulikuwa 314 ni 265 tuende paragrafu ngapi? 265 tunaenda paragraph 2. Inasema hivi: hakuna ushahidi wowote kuwa Kristo anatarajiwa na hakuna maandalizi yoyote kwa ajili ya mfalme wa uzima. Yaani wakati ule walikosa kujiandaa na wakati huu pia anakosa kujiandaa. Acha niwaulize, sababu nimesema ni interaction session. Unadhani ni kwa nini ulimwengu wa sasa, Yesu alimaliza kazi yake, alikamilisha kazi ambayo alitumwa na Mungu kufanya, na sasa ako kule mbinguni, amekaa katika mkono wake wa kuume wa Baba, si ndio? Ndio. Na sasa
tunamtarajia arudi atupeleke katika njia ya nini? Katika ufalme wa nini? Wa uzima. Utaposoma katika Yohana 14 nasema aje? Hiyo hata kwanza inastahili kuwa ni kama national anthem ya wana matengenezo hiyo pia, si ndio? Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, mniamini na mimi. Yohana Nyumbani kwa 14. Baba yangu mna makao mengi, si ndio? Inasema nini? Tuisome. Soma tu. Yohana 14:1. 14:1 Yohana. Tunastahili kuwa tunakariri sisi wote, si ndio? 14:1 Yohana inasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Ndiyo. Kama sivyo, niliwaambia. Kumbe kuna ahadi kwamba tunaenda nyumbani kwa Baba ya Yesu Kristo ambaye ni Baba yetu. Maana naenda kuandalia mahali. Anasema anaenda kutuandalia mahali. Nizidi kusema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Anasema basi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Atakuja tena atufanya nini? Atukaribishe kwake, si ndio? Ili nilipo mimi. Simama kwanza. Kumbe anapoenda kutuandalia mahali, anarudi kutufanyia nini? Kutukaribisha kwake. Kumbe kuna ahadi ya kwamba atatukujia. Na sasa kwa sababu atatukujia tukiwa walevi? Hiyo ndio swali. Atatukujia tukiwa wachawi? Hiyo ndio swali. Atatukujia tukiwa washerati? Hiyo ndio swali. Atatukujia tukiwa tunazembea, tunakula ovyo ovyo? Hiyo ndio swali. Atatukujia hivyo? Atakujia kina nani? Watakatifu. Watakatifu. Sasa nikauliza, amesema anakuja. Sasa ili kisha asitupate, sababu anasema kwamba anakuja kama mwizi. Ikiwa atakuja kama mwivi, atakuja kama mwivi kwa wana matengenezo ama kwa mataifa? Kwa mataifa. Kwa sababu gani? Ili kisha usijue Yesu anarudi. Ni nini inafanyika? Nini unafanya ndio usijue? Interaction session. Tungekuwa tunafanya chap chap. Mimi nitaendelea hapo 4. Yohana 14. 4. Soma tu. Inasema, kwanza namaliza ile nilikuwa namaliza. Ili nilipo mimi, nanyi muwepo. Twende. 4 sasa. Nami niendako, mwaijua njia. Maana tuwaijua njia. Na tutajua kuja kwake, tutatumia ishara alizopeana. Tutajua kwa karibu kuja. Basi kutumia ishara. Kwa hivyo tutaangalia dalili. Tutaangalia sababu ukisoma katika 24 Mathayo yote hiyo ni dalili za kuja kwake. Alituambia kwamba kutaondokea manabii wa uongo, kutakuwa na matetemeko ya ardhi, kutakuwa hata na makristo wanaojiita hao ndio Wakristo. Yaani si Wakristo, yaani watajiita wao ndio Kristo. Watasema kwamba mimi ni Yesu. Sijui kama wakati huu Yesu ametokea. Yesu bandia wametokea. Na wauliza swali. Ukisoma Mathayo 24 anatuambia muangalie dalili hizi. Sababu wanafunzi wake walimwenda wakamuuliza Yesu, ili tujue kwamba uko karibu kurudi, utuambie ni nini kitatokea. Tutajuaje? Dalili gani? Akamwambia kwamba kutakuwa na vita kati ya nchi na nchi, kutakuwa na matetemeko ya ardhi, mtakapoona sijui nini, si ndio? Sasa nikasema akaongeza mpaka manabii wa uongo. Akasema kwamba kutatokea makristo wanaojiita hao ndio Kristo. Na ndio nikauliza, katika enzi zetu kunao watu ambao wamejiita hao ndio Yesu? Kuna Yesu wa Tongareni. Kuna Yesu wa Tongareni, si ndio? Kuna watu ambao wamejiita Yesu Kristo. Si kunao wengine hata mpaka nilikuwa naziona ziko kwa YouTube. Watu wanafananisha, yani wanaleta ile taswira ya picha zile za filamu, wanajifananisha na Yesu. Yani wanasema Yesu anafanana hivi. Sasa haya tunasonga.
tunasonga. Naomba tuwe na umakini. Naona kuna movements. Naona kuna movements ndani ya kanisa. Hebu kaeni kwa umakini, kwa sababu tuko nyumbani mwa Bwana. Inasema hivi, hakuna ushahidi wowote kuwa Kristo anatarajiwa, na hakuna maandalizi yoyote kwa ajili ya mfalme wa uzima. Kwa mshangao, mjumbe wa mbinguni karibu arudi mbinguni na habari ya aibu. Kumbe malaika yule aliyetumwa alizunguka akazunguka akapata kwamba hakuna matumaini. Ilikuwa sasa arudi mbinguni na nini? Na habari nzuri. Alikuwa anarudi na habari mbaya kwamba hakuna anayengojea Yesu azaliwe. Hakuna hata mmoja ambaye ako na habari kwamba Yesu anazaliwa. Sikiliza, anasema kwa mshangao, mjumbe wa mbinguni karibu arudi mbinguni na habari ya aibu. Ujua mjumbe anapotumwa, malaika anapotumwa kwako, malaika akitumwa kwako, anakuja kuchukua habari, na anapochukua habari anarudisha kwa aliyemtuma ambaye ni Mungu. Na anaporudisha habari, anarudisha habari vile iko, ama anaongeza kachumbari. Kwa hivyo wakati aliona watu hawajajiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu, alikuwa apeleke habari ya aibu ya kwamba hakuna ambaye amejiandaa. Sikiliza, ndipo anagundua kundi la wachungaji wanaolinda makundi yao ya kondoo na mbuzi usiku. Na kadri wanavyoona mbingu zimejazwa na nyota, wanatambua unabii kuja kwa Masihi duniani na kutamani kwa shauku kuu ujio wa mkombozi wa ulimwengu. Hapa napo ndipo kuna kundi linaloandaliwa kupokea ujumbe wa mbinguni. Na ghafla malaika wa Bwana anatokea akitangaza habari njema za furaha kuu. Utukufu wa mbinguni unafurika kwenye tambarare yote. Kundi la malaika wasio na idadi linadhihirishwa, na kana kwamba furaha ilikuwa kubwa mno kiasi cha kutoweza kuletwa na mjumbe mmoja kutoka mbinguni. Kundi kubwa mno la sauti linalonguruma katika wimbo ambao mataifa yote ya waliookolewa wataimba. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani na watu aliowaridhia. Oh, habari hii ya Bethlehemu ni fundisho la namna gani? Ni jinsi gani inavyokemea kutoamini kwetu, kiburi na kujitumainia kwetu. Ni namna gani inavyotuonya tujitahadhari, isije kwa ukorofi, kutokujali kwetu sisi pia tushinde kutambua dalili na nyakati. Ati pia sisi tunaweza kushindwa kutambua dalili hizi zilizo wazi kabisa ndani ya Biblia na nyakati. Kwa hivyo kushinda kujua usiku na kushindwa kujua siku ya kupatilizwa kwetu. Ndani ya Biblia iko wazi kabisa. Kwanza hata Paulo aliandika katika Wathesalonike. Hebu fungua kitabu chako cha Biblia, Wathesalonike wa kwanza 5 kuanzia aya ya kwanza kuteremka, tuangalie Paulo aliandika akasemaje kuhusu ujio wa Yesu mara ya pili. Na je, tumejiandaaje? 5 aya ya kwanza kuteremka. Nasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Anasema hivi, lakini ndugu, kwa habari za nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Kwa sababu alikuwa anawaambia kina nani? Wanafunzi wa Yesu, si ndio? Wanafunzi wake ambao alikuwa amejizoelea kwa sababu ya kuhubiri kwake. Si Yesu alisema endeni mkawafanye mataifa kuwa nani? Kuwa wanafunzi. Kwa hivyo Paulo anaongea na kanisa, anaambia kwa sababu najua ninyi hamna haja niwaandikie nyinyi kwa sababu mnajua habari hii. Soma. Maana nyinyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo. Anasema maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo, wakati wanaposema nini?
kuna amani na salama, Wakati wanaposema kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, Ehe, wala hakika ehe, hawataokolewa. twende Bali nyinyi vizuri. ndugu, amumo gizani, Anasema bali ninyi ndugu hammo wapi? Gizani. Ehe, siku ile iwapate kama mwivi. siku ile iwapate kama nani? Kama Kwa mwivi. kuwa Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. na wana wa mchana. Ehe, Sisi si wa usiku sisi sio wa usiku, wala wa giza. sisi sio wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Sikiliza, anatuagiza basi tusilale nini? Tusilale usingizi. Naomba uweze kuwadhibiti Kama watoto, uweze kuwadhibiti wasicheze. Nasema hivi, anasema bali tusilale usingizi kama wengine wanavyofanya nini? Wanavyolala. Bali tukeshe na kuwa na kiasi. Na tukeshe na kuwa na kiasi. Sasa nikauliza, ni nini kitatuma tusijua Yesu Kristo anarudi? Ni nini? Nimeuliza swali. Ni nini kitatuma tusitambue kwamba Yesu anarudi? Meshak, sababu ya kulala usingizi, si ndio? Kwanza usingizi naongelewa hapo ni usingizi ya kulala ama ni usingizi wa kiroho? Si usingizi wa kiroho pasipo na kusoma nini? Neno la Mungu. Alafu nini kingine kinasababisha? Unasema nini kingine? Dhambi. Dhambi unapozama, unajua dhambi ni kama nyororo. Dhambi ni kama jela. Unapoingia katika dhambi, utazama na utazama ndani kabisa mpaka hata usijue kwamba Yesu anarudi. Na ndio unaona watu wanasema kwamba sijui mambo ilitokea zamani. Watu wanasema kwamba Yesu anarudi, lakini sasa Yesu kweli amerudi? Si huwa wanakejeli, huwa wanasema mambo kama hayo wanapotenda dhambi. Yani wanatafuta room ya kuendelea kuogelea katika bahari ya dhambi. Nini kingine kitasababisha? Nini kingine kitasababisha tusijue ujio wa Yesu mara ya pili? Ndio shughuli za kidunia za kila siku, maana tunaambiwa siku ya mwisho watakuwa wanajenga, watakuwa naoa. Shughuli za dunia zitatufanya tuzame. Concentrate na shughuli. Kwa hivyo pia tunaweza fungwa na shughuli za nini? Za dunia. Na ndio unaona Yesu anasema kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, alafu hiyo nyingine tutafanya nini? Tutazidishiwa. Shughuli za dunia inaweza sababisha wewe usiurithi ufalme wa mbinguni. Ukose hata kujua Yesu ako karibu kurudi. Nini kingine? Dalili gani nyingine ama shughuli gani nyingine inaweza tuma wanadamu ama wana matengenezo wakosa kujua Yesu anarudi? Unao? Hebu kila mtu afungue kitabu cha Petero wa pili. Petero ya pili 3 aya yake ni ya kwanza. Alafu turudi katika Pambano Kuu tuone mjumbe wa Mungu anatuambia nini. 3 aya yake ni ya kwanza kuteremka. Angalia mtoto. Mshughulikie. Nasema. Pole. Kila mtu amefika? Petero wa pili 3 aya yake ni ya kwanza. Inasemaje? Wapenzi. Waraka huu ndio wa pili niwaandikiao nyinyi. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu. Na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki. Sikiliza. Petero anaandika anasema kumbe siku za mwisho kuna wale ambao watakuja na dhihaka na kejeli zao wakisema nini?
wafuatao tamaa zao wenyewe, wanaofuata tamaa zao wenyewe kusema na kusema nini? iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Wanauliza iko wapi ile ahadi ya kuja kwake? Kwa maana babu zetu walipolala, ati tangu hapo mababu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo, yani wanaona dunia inakaa tu hali ni ile ile tu tangu mwanzo wa kuumba. yani hali ni ile ile tu. Si mlisema Yesu anarudi? Alirudi. Si watu wa zamani wanasema Yesu anarudi? Si babu zetu wamekufa? Si babu wa mababu zetu si wamekufa? Sasa mbona mnasema kwamba anarudi? Ako wapi? Kwani anarudi aje ama anarudi lini? Tuendelee. Maana hufumba macho yao wasione neno ili ya kuwa. Kumbe wanafumba macho wasione neno. Kumbe hawasomi Biblia. Kumbe hawafanye nini? Hawasomi Biblia wajue haya mambo. Hawaangalii neno. Hawawezi kusoma neno ili waweze kutambua. Soma. Zilikuwako mbingu tangu zamani, ndiyo, na nchi pia. Imefanyizwa kutoka katika maji. Twende. Na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Twende. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji, ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekewa akiba kwa moto. Lakini mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekewa akiba kwa nini? Moto. Kwa moto. Itachomwa. Hii dunia hii itachomwa. Imewekwa tu akiba kwa ajili ya moto. Na unajua ni nini kinatokea? Ni kwa ajili ya dhambi. Dhambi imetawala dunia. Na ndio unaona lazima kwanza isafishwe. Lazima isafishwe. Na inasafishwa kwa nini? Kwa moto. Lazima kila kitu. Kwa sababu dunia imeharibiwa na wanadamu. Dunia imeharibiwa na wanadamu. Wanadamu wanapewa utaratibu. Wamekosa kabisa kwenda katika njia hiyo. Au wamejitungia mambo yao. Wamejitungia ibada yao. Wamejitungia chakula chao. Wamejitungia mafundisho yao wenyewe. Na ndio unaona Mungu anasema ameiweka dunia hii kwa akiba ili aweze kuchoma, ili aweze kutengeneza upya tena. Soma. Kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Kumbe dunia pia itachomwa pamoja na nani? Wanadamu wasiofanyaje? Wasiomcha Mungu. Twende. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Lakini msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Na miaka 1000 ni kama siku. Kwa hivyo siku hiyo inakuja haraka sana, si ndio? Inakuja haraka sana. Twende. 9. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake. Sikiliza, Petero sasa anamaliza kutuambia hivi. Sikiliza, ni mimi na wewe tunaongeleshwa na Petero kupitia kwa Biblia. Nasema Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani. Kumbe kama wengine wanavyokudhani kwamba amekawia, kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali uvumilia kwenu. Kumbe Mungu anavumilia kwetu sisi. Anatuvumilia tufanye jambo gani? Maana hapendi mtu yeyote apotee. Kumbe hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Bali wote waweze kufikiria nini? Watu wote watubu. Mungu hajaumba jehanamu ikuwe ni ya wanadamu. Mungu aliweke jehanamu ikiwa ni ya malaika wachafu ama mapepo wachafu na ibilisi. Kwa hivyo kuingia kwako kwa ibilisi ama kuingia kwako jehanamu ni kwa kupenda kwako wewe. Unajua hivyo? Unajua nilipokuwa nikipita mtandao, unajua mtandaoni naye kuna mambo mingi sana. Nikakuta mmoja anasema sasa Mungu huyu ni katili sana. Yaani ni Mungu ambaye haeleweki. Ikiwa basi angetaka kukomboa ulimwengu, si hata angemtuma huyo mwana badala aangamize wakati wa Nuhu. Ameua watu wengi. Sijui anamsingizia. Yaani wanakosa kujua kwamba ili kwanza akuje kumaliza dunia, alikuja kumaliza ghafla. Niwaulizeni, alipeana nini kwanza? Alipatiana ujumbe kwa mjumbe gani? Nuhu, si ndio? Noa alipewa ujumbe
ya kuwarejesha watu kwamba dunia hii itagharikishwa na maji. Tengenezeni njia zenu, ingieni ndani ya safina. Na sasa wakati huu tunapotazamia Yesu arudi mara ya pili, je, kuna ujumbe wa kuhatarisha watu? Kuna ujumbe wa kuweza kupeana kwa watu ya kwamba Yesu anarudi, tengenezeni mapito zenu, tengenezeni njia zenu, tokeni Babeli, si ndio? Si kuna ujumbe huo wa malaika watatu? Yes. Tunastahili kuwahubiria, ili kisha baada ya ujumbe huo tunajua ni nani anashuka. Katika 18 Ufunuo, ni nani anashuka? Kristo mwenyewe. Si Kristo mwenyewe? Baada ya ujumbe wa malaika watatu kuhubiriwa, tunajua kwamba Yesu atakuja duniani kuwalipiza kizazi wale ambao hawakumcha Mungu, si ndio? Si ndio? Sasa tunastahili kujiandaaje? Tunastahili kukaaje? Tunastahili kufanana vipi? Hebu kwanza malize hiyo andiko ya Petro, soma 10 nasema nini? 10 nasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Anasema itakuja kama mwivi. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Viumbe vya asili vitaunguzwa. Vitu vya asili vitaunguzwa na kuvumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Zitateketea. Sasa kibarua yenye tuko naye sasa, Yesu alikuja akazaliwa, amepaa, anasema anarudi, na alienda kutuandalia nini? Na sasa anaporudi, nimewaambia ataturudia tukiwa ndoo walevi, atatukujia tukiwa ndoo sisi wachawi, atatukujia tukiwa ndoo sisi tunalala. Anakujia wanaomcha Mungu, anaokujia wanaojiweka tayari. Mkumbuke katika Ufunuo 14:13, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao nini? Na nini? Na imani ya Yesu. Na ndio unasikiliza wale katika Ufunuo 19 aya yake ya 7, anasema kwamba nao wamepewa kuvikwa kitani nzuri. Na kitani nzuri hiyo ni nini? Ni matendo matakatifu ya nani? Ya watakatifu. Kwa hivyo lazima kwanza tuangalie mavazi tunaovaa ni mavazi ya aina gani? Ni mavazi yanayokuwa na stains. Karakta yetu yanafanana na karakta ya Mungu? Yanafanana na karakta ya Kristo? Je, tunapoendelea katika duniani, tunapofanya jambo lolote, tunafanya kwa utukufu wa Mungu ama tunafanya kwa utukufu wa wanadamu? Tunastahili kuangalia, kujua kwamba Kristo anakujia wanaokuwa na tabia kama yake. Alitupea njia na kibarua, sasa ndio sisi tutengeneze nini? Tutengeneze karakta yetu, tutengeneze mapito yetu, tutengeneze tabia zetu, tutengeneze maisha yetu, kwa sababu Mungu hakujii watu wa ovyo ovyo. Mungu hakujii watu wanaokaa ovyo, watu ambao wanatenda mambo ovyo, watu wa kutokujali, watu wa kulala, wazembe, si ndio? Waoga, watu wasiofanya kazi ya Mungu, watu wasiobadilisha maisha ya mwingine, watu wasioangalia shida ya mwingine. Ujua kwamba ufalme wa Mungu haifanye nini? Haikuhusu wewe. Nataka tuende katika kitabu hiki tena cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu. Katika Pambano Kuu 309 paragraph 3. Tuangalie na tuambia nini? 309 paragraph 3. 309 paragraph 3. Acha niwaambie kitabu halisi 309. Katika kitabu chenyewe hapa ni 262. Lakini kwa ya Kiingereza ni 309. 262 pale chini. Umefungua 262 katika kitabu cha Pambano Kuu. 262 paragraph ni ile ya 3. Inasema hivi: ilihitajika watu waweze kuamshwa kwenye hatari yao. Watu wanaamshwa ili ufanye nini? Nimesema watu watengeneze karakta. Watu watengeneze tabia.
tabia. Kwanza tabia unatengenezaje? Wacha niulize hivyo, sababu najua tunaweza kuwa tunaongelea mambo ya character na kumbe watu hawajui character building inahusu nini, si ndio? Ili tukuje katika nukuu hii, tunatengenezaje tabia zetu zifanane na Kristo? Joroge, tunatengenezaje tabia zetu zifanane na ya Yesu? Tunaundaje tabia zetu? Kuna wale wanaenda country living kuunda, sijui itaelezea kama ni harari. Kwamba tabia yako ni nzuri, si ndio? Biblia unajipima na nini? Na Biblia. Na tulisema tunajipima na nini? Na sanctuary. Uangalie kama wewe utakuwa outer court, holy place ama most holy place. Kwa sababu wale ambao wako katika most holy place tabia zao ziko sawa, si ndio? Na wanajua kila kitu ambacho kinaujia ulimwengu, si ndio? Sasa ili kisha tutengeneze tabia, tunatengenezaje tabia? Tumesikia ndugu yetu hapa, na nafikiri ni swali la kikejeli kidogo, kwamba wale ambao wanasema si kejeli, kwa maana kuna watu walienda country living wakasema wanaenda kutengeneza tabia. Lakini niulize, ndio nilikuwa nauliza walioenda country living wanaenda kuunda tabia kule, ama tabia unaundia hapa, unaundia mahali huko? Najua siongee, tukisema hapa siongelei mjini, sawa? Najua nataka tujieke hivi, siongelei town. Nasema tabia yako unastahili kuhama mahali huko ndio uende kutengeneza tabia, ama kwanza unatengeneza mahali huko? Tunaambiwa Enoko alitengenezea takiwa mjini. Kwanza yake ilikuwa very corrupt. Hii inaelekea hapo. Lakini alitembea na nani? Alitembea na Mungu. Lakini ujua kwamba tena country living ndio mzuri, si ndio? Unajua kwanza hiyo ujumbe hatutaiweka chini kwa sababu lazima tuihubiri. Kwanza nitaandaa somo kuhusu country living. Hiyo ni somo la kipekee, tutajadiliana wakati huo. Sasa hauwezi ukasema naenda country living kwenda kutengeneza tabia. Kwanza tabia yako uweze kuandaa hapa. Ikiwa tabia utashindwa kutengeneza ukiwa hapa, je, ukifika kule itakuwa aje? Nataka kuniambia kule ndio itakuwa ni free ticket ya kutengeneza tabia? Lazima utengeneze tabia yako mahali unaishi, mahali unakaa, uhusiano wako na watu ukoje mahali unakaa. Sasa ili kisha utakapoenda kule ujue ya kwamba kweli utaweza kuishi na wao. Lazima kwanza tuishi na watu kwa umoja na kwa upe, na tena tuishi kama watu wenye kuonyesha dalili nzuri kwa wengine. Wacha tabia zetu zihubiri, wacha karakta yetu ihubiri, wacha hata matendo yako ihubiri. Isikuwe kwamba unaongea lakini matendo hayapo. Matendo yako yanaongea hivi na maneno yako yanasema hivi, si ndio? Lazima kwanza uendane vizuri. Mimi bado ninauliza, je, tabia zetu tutatengenezaje? Hiyo ndio swali. Meshak, tusome neno la Mungu na tutende kulingana na neno la nani? Mwingine Jackson, tutatengenezaje karakta zetu? How are we going to build our character? Tutaundaje msimamo wetu ama karakta yetu, tabia zetu zifanane na Kristo? Inasema aje? No, tu online. Sikai. Wenu. Ya, katika Ufunuo 3:1 neno la Mungu linasema kwamba 3:1 niko pale, nitasoma kwa lugha nilionayo ya Kiswahili
na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardik. Haya ndio maneno yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Nayachua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka, verse 3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Hapa anazungumzia imani tulioipokea, na jinsi ulivyosikia hiyo injili ambaye tulihubiriwa. Yashike hayo na kutubu, maana sisi ni wenye dhambi. Tuyashike yale tumepokea kupitia wachumbe wa Mungu na kuweza kutubu, maana sisi ni wenye dhambi. Walakini usipokesha, kukesha ni kwamba ni kulinda imani, Kweli kabisa. na kusoma neno, nitakuja kama mwivi, wala hautaijua saa nitakayokuja kwako. Anasema atakuja kama mwivi. Kwa condition gani? Kwa kutokulinda nini? Kwa kutokesha na kulinda nini? Imani. Ndio atakuja kwako kama Mwivi. Lakini kwa wale ambao naweza kutumia jina watchmen of Mount Zion, wale ambao wanamngojea Kristo, haitakuwa ghafla kwao, itakuwa furaha. Asante mwalimu. Thank you. Character building. Character building. Nani anaweza jaribu tena? Lea? Mama Brian, unaweza kutengenezaje tabia zako zifanane naye? Kwanza hebu fungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 aya ya 3. 1 John 3:3. Yeah. Pale nikisoma, Na kila mwenye upewe mic kwa ajili ya wale ambao wanafuatilia kwa njia ya mtandao. Waraka wa Yohana wa kwanza 3:3. Anza ya pili. Tuanzie fungu la pili, inasema kwamba wapenzi, Vizuri. sasa tu wana wa Mungu. Sasa tu wana wa Mungu, Wala haijathirika bado tutakavyokuwa. Haijadhihirika bado tutakavyokuwa, Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. Naye. Kwa maana tutamuona kama alivyo. Tutamuona kama alivyo. Sasa nikauliza, character building, tutafananaje na yeye? Nikauliza, Mama Brian, uko na jambo? Mpe mic. Mpatie mic. Utaundaje, utatengenezaje karakta zetu sifanane na yeye? Juu tunaambia tutafanana naye. Tutafananaje naye? Transformation ya character ni kupata the knowledge of true God and his son. Ukipata hiyo knowledge ambayo inapatikana kwa John 17:3, it will transform your character. Amen. Vizuri kabisa. Kuongezea mshumari. Haya basi, nakubalika kabisa. Kuongeza mshumari hapo, unaona mambo ni sawa kabisa. Katika kitabu cha Acts of the Apostles, AA 530.3 inasema hivi: having received the faith of the gospel, the next work of the believer is to add to his character virtue, and thus cleanse the heart and prepare the mind for the reception of the knowledge of God. This knowledge, hapo ndio pointi iko. This knowledge is the foundation of all true education and of all true service. It is the only. Wakati inasema it is the only, kuna ingine? It is the only really safeguard against temptation, and it is this alone. Na inaposema it is this alone, is there any? There's no other. It is this alone that can make one like God in character. Through the knowledge of God and of his son Jesus Christ. Hiyo ni John 17:3. With that knowledge it will transform the character. Ndio inaungana pamoja na ndugu yangu pale kwamba lazima tusome tupate hii knowledge. Hii knowledge kuji by accident. Ati ulilala ukaota ukaamuka uko na knowledge. Hapana. Ni kuingia kwa vita
Na ndio maana hii knowledge watu wengi hawana. Watu walio na knowledge ya John 17:3 ni wachache sana, na ndio wanaitwa maoffshoot siku hizi, maana ni knowledge ambayo unafunzwa na Mungu mwenyewe. Ama unafikiri kwa theolojia iko? Kwa theolojia iko? Hakuna. Na ndio maana wanatoka theolojia wanakuja kufunga maconference huko wakiendaka kotini. Knowledge hawana, character haifanani na Mungu. Amina. Nani anaongezea? Haya, mpelekee Mike. Nani anaweza pelekee Lea Mike? Vizuri vizuri, nashukuru. Leo naona mmechangamka kweli kweli. Lea. Mimi naweza ongeza health reformation. Wakati tunafanya health reformation, we have the sober mind, na tutaweza kuipokea injili vilivyo kweli. Amen. Nafikiri Lea amekuwa na point nyingine mzito sana, ni vile tu ameielezea kwa juu kwa ufupi. Ni kwamba before you get this knowledge, kwanza lazima cleanse the mind, you prepare your mind. Kweli. And preparation ya mind, it depends what you are eating. So health reformation is the foundation ya kila kitu kwa wana matengenezo kwa sasa, ama si hivyo? Ilikuwa dada yangu. Kweli kabisa. Amina. Nikichangia Kristo alisema Marko 15:16, anasema nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa ile umeshakamilika na umekuwa mkamilifu, ile kujiosha na kujitakasa, lazima tuende. Ile ni agizo ambalo Yesu alitoa, na Paulo pale anasema 1 Corinthians, kusoma 1 Corinthians 9, 1 Corinthians 9:16. 1 Corinthians 9 verses 16. Inasema tusome. Soma tu. Maana ijapokuwa nalihubiri injili, sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti. Tena ole wangu nisipohubiri injili. Kama tumekuwa wakamilifu, sisi tumeitwa wana wa Mungu, tumekombolewa, tumesafika, tumekuwa wana wa Mungu. Tayari sisi ni wana, tumeshakombolewa, tumesafika akili, kimawazo na tabia. Sasa hii sharti yenyewe ambayo Paulo aliwekewa, na sisi ndio tumewekewa kama wana wa Mungu, kuihubiri injili. Sasa hii injili tunaenda kuihubiri ni gani? Ndio maana dada yetu amesema ile elimu yenye tumepewa ya John 17:3. Injili ni nini? Injili hiyo ambayo yenye Paulo anasema tumewekewa sharti tuhubiri injili, ambayo itatusafisha, na ni sharti tumewekewa ili tuwe wakamilifu. Injili ni nini? Roman 1:16, sionei haya injili kwa kuwa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sasa hii injili ni nini ambao Paulo aliwekewa sharti tuhubiri? Ni nini? Ni Yesu mwana wa Mungu. Kristo ni mwana wa Mungu, kwa sababu madhehebu mengi sasa hizi wamemkataa mwana, wamemkataa Yesu. Sasa ile ujumbe wa malaika wa kwanza, hiyo ujumbe inaongamana pamoja na hiyo injili ambayo ni injili tutaenda kuihubiri, ambao ni injili. Kristo ni Yesu mwana wa Mungu. Maana John 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie apate kuwa na uzima. Sasa hii injili ya Yesu ndiyo mwana wa Mungu. Hiyo ndio tutatuosha tu, na hiyo itatupeleka ambayo Paulo aliwekewa sharti aihubiri. Amen. Amesema Yesu ni mwana wa Mungu, na hiyo ndio imani yetu, na hiyo iko kwa John 17:3. Maana tunaambiwa na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, yaani uwe na knowledge ya Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hivyo ni knowledge ya the Father and the Son. And when you have that knowledge, now it changes the character to be like God. So usiseme ati uko town huwezi change character. Amina. Nani mwingine tumemfungia nje na ako na jambo la kuongezea? Okay. Sasa ningependa tuangalie
Tufungue hiyo kitabu yetu ya Pambano Kuu. Pambano Kuu nilikuwa nimepeana ngapi? 262. 262 paragraph ni 309 paragraph 3. Ilihitajika, wacha nisome. Inatuambia hivi: ilihitajika watu waweze kuamshwa kwenye hatari yao. Hata pia katika nyakati hizi tunastahili kuamsha watu katika hatari za kutomjua Mungu wa pekee wa kweli na nani? Na Yesu Kristo mwana wa Mungu, si ndio? Kwa hivyo tunastahili kuamsha ili waweze kuamka na kujiandaa kwa ajili ya matukio makuu yanayohusiana na kufungwa kwa rehema. Tunajua kwamba Mungu ametupatia kipindi fulani. Kuna kipindi kingine kitatokea baada ya mlango wa rehema kufungwa. Tunajua kwamba hakuna kuokolewa, hakuna uokovu zaidi ya huko. Mlango wa rehema ikifungwa tu hivi, ujue mambo yako imeisha. Tumepewa muda, tumepewa maisha, tumepewa nafasi ya kujiandaa, ya kujiweka tayari, ya kutengeneza karakta yetu sifanane na yake. Lakini sasa kwa sababu ya kulala na kufungwa na shughuli ya dunia, ndio utapatikana ukiwa katika sehemu ambaye sio salama. Inatuambia hivi, nabii wa Mungu anasema, kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kustahimili? Hata asitazame uovu, na hawezi kutazama uovu. Yeye hawezi akatazama uovu. Sasa nataka tuende katika kitabu hicho cha 266. Fungua 266 ama katika Kiingereza ni 314 paragraph 3. Inatuambia hivi katika kitabu cha Pambano Kuu. Naomba uweze kufuatilia. Ni kwa hawa mtazamiao kwamba Yesu Kristo atatokea mara ya pili pasipo na dhambi kwa uokovu. Atakuja kutuokoa pasipo na nini? Kwanza niko na swali kwa darasa. Bwana yetu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Niko na swali. Yesu Kristo ako katika chumba gani katika sanctuary, katika patakatifu? Niko na swali. Yesu Kristo ako katika chumba gani katika sanctuary? Most holy place. Huko analala ama anafanya kazi gani? Anafanya nini? Intercession. Anafanya kazi ya upatanisho. Anapatanisha nani na nani? Anapatanisha nani na nani? Anatupatanisha na Mungu. Dhambi ambazo tunatenda, anatuombea sisi. Bado wapee nini? Nafasi kidogo watubu. Bado wapatie nafasi, wapeeni chance, another chance. Unajua our God is God of another chance. Tafadhali, unajua Mungu anapopewa mashtaka yetu ama anapopewa dhambi zetu, Yesu ako hapo kututetea. Na kwa sababu anatutetea, ujua kwamba hata tutetea mpaka mwisho. Kuna wakati sasa anakutetea akiona unakataa. Unajua kuna kwa mfano, wacha nitoe mfano tu mzuri. Mtoto wako unamwambia usifanye hivi, we utaanguka. Anaenda anafanya hivyo na anaanguka. Tena kesho unamwona anaelekea sehemu ile ile tu, unamwambia bado usipite hapo, utaanguka. Asikilizi, yeye anapita, anaendelea. Kesho kutwa bado vile vile, afanye mara kumi. Mwenye anapeana tahadhari ataendelea kupeana tahadhari? Atanyamaza, atasema basi huyo amekataa, amepewa onyo, lakini afanye nini? Basi wacha aishi na consequences zake. Sasa Yesu Kristo anapotupatanisha na Mungu, iko siku mlango wa rehema itafungwa. Kwanza nipatie kitabu cha Ufunuo 15. Tufungue kitabu cha Ufunuo 15. Aya yake ni ule wa, tunaweza anza hata na wa kwanza.
sababu sio mingi, inaenda tu mpaka aya ya 8. 15 upewe maiki. Uko na maiki? Ya 15 soma, ufululize Soma. kabisa, usikilize hapo. Hiyo ni kazi ya upatanisho ambaye Yesu Kristo anatenda katika sanctuary, katika patakatifu. Sikiliza kisha Ufunuo 15 haya ya kwanza kuteremka inasema, barikiwa. kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, na ya ajabu. malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho. Twende. Maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Ndiyo. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari wa kioo iliyochangamana na moto. Vizuri. Na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama watokao kwa yule mnyama na sanamu yake. Twende. Na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Wenye vinubi vya Mungu. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu. Na wimbo wa mwana kondoo wakisema. Wakisemaje? Ni makuu na ya ajabu matendo yako. Ni makuu na ya ajabu matendo yako. Bwana Mungu Mwenyezi. Twende. Ni ya haki. Ni ya haki. Na za kweli. Ndiyo. Njia zako mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekuja? Ni nani asiyekuja? Bwana, na kulitukuza jina lako. Na kulitukuza jina lako. Kwa kuwa peke yako mtakatifu. Twende. Kwa maana mataifa yote yatakuja na kusujudu mbele zako. Ndiyo. Wamekwisha kufunuliwa. Twende. Na baada ya hayo na nikaona. Na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa. Sanctuary ikafunguliwa mbinguni. Na wale malaika 7 wakafanya nini? Wakatoka katika hekalu wamefikwa mavazi ya kitani safi ya kung'aa, wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Vizuri. Na mmoja wa wale wenye uhai wanne akawapa wale malaika 7 vitasa 7 vya dhahabu. Vimejaa ghadhabu za Mungu. Vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Twende. Hekalu likajazwa moshi. Hekalu likajazwa moshi. Nataka usikiliza hapo. Hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu. Uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake. Na uweza wake. Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu. Sikiliza, sasa kazi ya hekalu imeisha. Hiyo ni mwisho wa kazi ya huduma ya patakatifu. Yaani mlango wa rehema umefungwa. Sikiliza, na wala hapana mtu anayeweza kuingia ndani ya nini? Ya hekalu hata yatimishwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Yaani mlango wa rehema imefungwa. Ukisikia moshi ukajaza nini? Unajua wakati makuhani walikuwa wanafanya huduma katika hema la kidunia, wakati wanaingia katika patakatifu pa hema ya dunia, walikuwa wanaenda wanachoma nini? Wanachoma kule, si ndio? Kuna sacrifice ilikuwa inachomewa pale. Sasa watu wakiona, kwa sababu ilikuwa ni kazi ya hema ya duniani ilikuwa ya nini? Wacha niulize hiyo swali sababu sijaiuliza. Wacha niulize nione kama huwa tunaenda tukiwa kitu kimoja. Kazi ya hema ya kidunia, kwa sababu hii ni antitype, si ndio? Hii ni mfano ya ile iko wapi? Na sasa kwa sababu ilikuwa duniani na kazi yake iliisha Kristo alipokuja duniani na akamaliza katika Calvary. Kazi yake ilikuwa kazi gani? Kazi ya hema ya duniani ilikuwa kazi gani? Mama Brian, naona kama uko na jibu. Jackson? Ninauliza hivi. Huduma yenye makuhani walikuwa wanafanya ndani ya hema takatifu ya duniani, ya kidunia, ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Ilikuwa ni upatanisho. Asanti. Kwa hivyo ilikuwa ni kupatanisha watu, kwa sababu unajua wakati ule ungeonekana umeibi. Ungeenda kwa kuhani anakuambia kuja na ndama ya mwaka fulani na ukuje na nini?
na ukuje na walikuwa hata wanakuja mpaka na njiwa kuwa. Kwa hivyo ulikuwa unakuja unachinja, alafu inachomwa, alafu sasa ili kisha ijulikane kwamba Mungu amekusamehea, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya upatanisho. Walikuwa wanachoma, wanaingia kule ndani ya nini? Kule ndani ya patakatifu mno, lakini ni mara moja kwa mwaka. Wanapoenda kule, watu wenye walikuwa wanapatanishwa walikuwa wanakuja wanakusanyika hapo. Sasa wakati mhudumu mmoja, juu unajua walikuwa wanapigiana kura, nyumba ya Walawi walikuwa wengi, makuhani walikuwa wengi, so walikuwa wanapiga kura. So ikiangukia kama ni Jackson ni wewe ndio utaingia kule ndani, na kwanza ilikuwa ni ujitakaze kwanza wewe mwenyewe, kwa sababu unaweza ingia huko ndani tena hata usirudi. Na ndio unaona walikuwa wanafungwa nini? Nyororo. Walikuwa wanafungwa nyororo ili kisha kikiumana ufanye nini? Uvutwe kama umefanya nini? Kama utarudi ukiwa hai. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ya upatanisho. Sasa utakapoingia kule ndani, walikuwa wanaenda wanachoma. Watu wakiona moshi ukipaa juu ndani ya hema, wanajua kwamba Mungu amewasamehea nini? Makosa yao. Na pia tunaona katika ya mbinguni, tunaona moshi umejaa ndani ya hekalu, kumaanisha kwamba kazi ya upatanisho umeisha. Sasa hakuna mwenye anaingia tena katika hekalu kwa ajili ya dhambi za mwingine. Ako na hii yao ya hiyo ya Habemus Papam. Sasa nilikuwa ninasoma hii ya 266. Nilikuwa nataka tu nijue, mnajua kama kazi ya upatanisho inaendeshwaje? Tunaposema Mungu, Yesu anatuombea kwa Mungu, anatuombea kivipi? Anafanya kazi tunajua sasa anafanya upatanisho kivipi? Sasa inasema, na kwa hao wamtazamiao kusipo na dhambi kwa wokovu. Waebrania 9:28. Hebu isomwe. Waebrania 9:28. Mpe mic. 9:28. 9:28 tunapoelekea kumaliza. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 9:28, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za watu wengi, akatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamio kwa wokovu. Atatokea mara ya pili pasipo na nini? Na dhambi. Anakuja kama simba wa Yuda, anakuja kama jemedari, anakuja kama mfalme. Kwanza anavikwa mavazi ya kifalme. Sasa havikwi mavazi ya nini? Mavazi ya mwana kondoo. Sasa ile yenye iko na damu, imelowa damu. Sasa yeye anavishwa mavazi ya kifalme mpaka anavikwa taji. Inaendelea kutuambia hivi, kama ilivyokuwa kwa habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi, ujumbe wa kurudi kwa mara ya pili haukukabidhiwa kwa viongozi wa dini na watu. Amen. Nataka niwaeleweshe jambo hapo. Tumeangalia wakati Yesu anazaliwa, viongozi wa dini walikuwa wanajua? Ninawauliza ninyi, siulizi watu wa mtandao. Ninawauliza wale ambao tuko hapa moja kwa moja. Na wauliza ninyi. Tumejifundisha kule katika Mathayo. Tumepata kwamba walioenda kumpokea Yesu Kristo kwamba amezaliwa walikuwa ni wapagani, watu ambao ni mamajuzi, watu ambao ni wise men from the east, watu ambao walifuata nyota. Nikauliza hivi, sasa wakati huu Yesu anatarajiwa kurudi. Wakati ule sikulikuwa na kanisa, sikulikuwa na viongozi wa dini. Je, waliwaambia watu Kristo anazaliwa? Tunaambia malaika alizuru angalia angalau kama kuna mtu mmoja ambaye amejiandaa kwa ajili ya kuzaliwa kwa Mwokozi, lakini hawakupata. Isipokuwa tu ni kwamba kulikuwa na kundi moja wa wachungaji, na hapo ndipo Yesu aliweza kuzaliwa. Lakini wenye walipata habari hiyo walitoka katika mashariki, ambao ni wapagani, watu ambao ni watu kama wanajimu, watu ambao ni watu ambao ni wapagani, watu wasiomjua Mungu. Sasa wanasema hivi, watu ambao ni viongozi wa kanisa, watu ambao ni viongozi wa dini hawana
habari yoyote ya ujio wa Yesu tena mara ya. Ikiwa wakati ule hawakujua, je, wakati huu watajua? Hawatajua. Tunaambiwa hapa, Ellen anasema hivi, anasema kama ilivyokuwa kwa habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi, ujumbe wa kurudi kwa mara ya pili haukukabidhiwa viongozi wa dini. Kwa hivyo niwaulize, je, tunastahili kutegemea viongozi wa dini? Tunastahili kusema kwamba Amos ndiye anajua Yesu atarudi lini? Kwa kupitia kwa maandiko, wewe ujisomee mwenyewe ndio utajua habari haya. Lakini kwa kutegemea viongozi wa dini, hawategemewi. Utakapokuwa unajua ya kwamba unategemea pasta wako, unategemea mchungaji wako, unategemea dikoni wako ati kwa ajili ya mambo ya wokovu, wewe umepotea. Kupotea umepotea. Watu wa dini hawategemewi. Inaendelea kutuambia hivi. Inaendelea kusema walikuwa wameshindwa kutunza uhusiano wao na Mungu na walikuwa wamekataa nuru kutoka mbinguni. Kwa hiyo hawapo miongoni mwa idadi inayoelezwa na Mtume Paulo. Bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Na kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, si wa usiku wala wa giza. Sasa tunastahili kujiandaaje? Tunastahili kukuaje? Kwa sababu tunajua kwamba Kristo yu mlangoni. Kristo yu mlangoni. Yeye ako mlango. Sasa amebakisha kidogo sana aweze kurudi. Kwa sababu unabii natuambia hivyo. Tulitoka katika ile sanamu ambaye Nebukadneza alionyeshwa. Tukaona kwamba kulikuwa na kichwa cha dhahabu ikiteremka yote mpaka kwa unyayo. Na tunajua kwamba jiwe linakuja kugonga wapi? Kule chini. Na tunajua kwamba sisi tuko kule chini katika utawala ambayo ni utawala wa Kirumi ambaye imegawanyika sasa, si ndio? Ikiwa ni G7. Tunajua kwamba Yesu anakuja kugonga kule na ndio anaweza kuweka utawala wake ambayo haitaweza kuangamizwa milele. Sasa tunajua kwamba amekaribia. Tunajua kwamba tuko katika hali ya kufunga nini? Historia ya dunia imeisha. Sasa tunastahili kukua macho. Tunastahili kukua macho kama wana matengenezo, kwa sababu hatujui ni wakati upi. Hatujui ni majira gani. Hatujui ni muda gani. Lakini tunajua kwamba ako wapi? Mlangoni. Sasa ninapomalizia, wacha nisome hii ya mwisho. Anasema walinzi juu ya kuta za Sayuni. Na ndio unaona napenda sana. Huwa ndugu yangu hapa Robert akisimama huwa anasema kwamba watchmen of Mount. Sasa wako wapi walinzi wa kuta za Sayuni? Sasa tulisoma siku nyingine hapa tukasema kwamba Yesu aliweka kanisa lake likuwe nini? Ikuwe ni watchman, ikuwe ni msimamizi, ikuwe ni mwangalizi. Sasa tunaambia kwamba walinzi wa kuta za Sayuni wamekuwa wa kwanza kupata habari ya kuja kwa Mwokozi na wa kwanza kuinua sauti zao kumtangaza kuwa yu karibu, na wa kwanza kuonya watu ili wajitayarishe kwa ajili ya kuja kwake. What is the work of watchmen of Mount Zion? Kupitia kwa hilo fungu nimesoma. What is the work of watchmen of Mount Zion? Hata sisikii. Give warning. Kulinda. Give warning, si ndio? Kazi nyingine gani? Kulinda, kupeana onyo kwamba hatari inakuja. Nini nyingine? Watchmen of Mount Zion. Unajua kwamba sijui kama mnajua kwamba hata channel yetu ni Watchmen of Mount Zion. Sasa hamjui kazi yenu. Ndio Paulo amesema, sio ametoa shati. Anasema ole. Hiyo shati imetolewa kuhusu hiyo. Sasa kama ni hapo ole. Sasa ukisema ni ole inamaanisha aje? Paulo anasema nimewekea shati ole wenu. Ole. Hivyo ole. Msipofanya nini? Msipohubiri? Ndio. Kristo, si ndio? Haya. Robert akisema tuhubiri mbaki gani? Ndio malaika wa kwanza. Nini? Lango anasema mfungo. Sasa kwa nini tuliosha gani? Mshirika nguo, mnashirikisha mkono. Kama wewe unajiosha. Na hiyo injili ndio itakuosha wewe. Amina kabisa. Haya, mwingine mwenye changizo hapo tunapoenda kufunga. Ninarudia tu hii nukuu vizuri sababu inamalizia vizuri. Watchmen of Mount Zion.
Inasema hivi, walinzi juu ya kuta za Zayuni wangekuwa wa kwanza kupata habari ya kuja kwa Mwokozi. Kwa hivyo hao ndio wanakuwa na habari ya kwanza ya kuwapatia watu ya kwamba Kristo anafanya nini? Wako na present truth ya kwamba Kristo ako wapi. Kwa hivyo kazi ya watchman of Mount Zion ni kuhubiri the present truth ambaye haiko katika akili za wengi. Inaendelea kutuambia hivi, na wa kwanza kuinua sauti zao kumtangaza kuwa yu karibu. Kwa hivyo wenye wamepewa kwanza majukumu ya kutangaza ya kwanza, wa kwanza kabla ya wengine kusema ni kina nani? Ni watchmen of Mount Zion. Sasa tunaambia kwamba wa kwanza kuonya watu ili wajitayarishe kwa ajili ya kuja kwake. Kazi yao ni kuonya watu tena ili waweze kufanya nini? Wajitayarishe. Kazi ya watchmen of Mount Zion ni kuonya watu. Tena hiyo ni ya tatu. Inaendelea kutuambia lakini walikuwa wanastarehe. Sikiliza sasa hapa. Lakini walikuwa wanafanya nini? Kumbe wameacha kazi. Sasa unapoajiri mtu, Yesu ametuajiri sisi tukuwe ni watchmen ya kanisa yake, tuilinde kundi lake. Lakini sasa sisi kama watchmen, juu anaongelea kanisa, unajua aongelee individual, kwanza aongelee kanisa as a whole, anaongelea individual. Sasa anasema kwamba ametupatia kazi. Sasa kwa sababu ametupatia kazi, sisi tunajiita wana matengenezo. Sisi kweli tunakuwa na kazi ya kuwaonya watu. Je, kweli tunastarehe ama tunaonya watu? Hiyo ndio swali ambayo tunastahili kujiuliza. Kwa sababu tumepewa jukumu la kuhubiri. Je, sisi tunahubiri? Haya, inaendelea kutuambia hivi, lakini walikuwa wanastarehe wakiota amani na usalama. Ati wanaota nini? Amani na usalama. Wakati watu walikuwa wamesinzia. Kumbe watu wamesinzia katika dhambi zao. Yesu aliona kanisa lake likiwa kama mtini usiofanyaje? Usiozaa, umefunikwa na majani tele, lakini haukuwa na nini? Lakini ukiwa hauna tunda la dhamani. Sababu muda umeisha na nimepata kwamba kuna mtini. Unajua mtini imetumika hapo kuashiria nini? Unajua mtini imeashiria nini hapo? Mti wa mtini. Nilisema wakati Adamu aliasi, alijivika mavazi ya nini? Mtini. Na sasa tumepata hapa kuna mtini ambaye Yesu aliona njaa, akaenda kwa mtini akajaribu kuangalia kama ataweza pata matunda, lakini alikosa Unajua mtini inamaanisha nini kwa Biblia? Hebu fungua Hosea 9:10. Tutakuja kujifundisha kwanza kuhusiana na mtini. Kuna unabii ndani ya mtini. Hosea hiyo, alafu tuweze kuomba, tuweze kupeana nafasi kwa wengine. Hosea 9:10 kwa kipindi nyingine. Hosea 9:10 nasema nini? Mimi nalikuta Israeli kama mzabibu nyikani. Sikiliza hapa. Mtini, nataka uelewe mtini napoongelea kwa Biblia. Mtini inaashiria nini? Anasema alikuta Israeli kama nini? Kama mzabibu nyikani. Nami naliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza. Yaani aliona wana wa Israeli wakiwa kama mtini. Yaani anafananisha wana wa Israeli, kwanza tunaweza sema kwamba ni kanisa la Kristo, si ndio? Ni kanisa ya Mungu. Kwa hivyo kanisa ya Mungu ya kale ambaye ni wana wa Israeli walifananishwa na mzabibu, wakafananishwa na matunda ya mtini. Kwa hivyo pia katika enzi zetu tunajua kwamba kanisa linafananishwa na mtini, kwa sababu unaona Kristo alienda kwa mtini akakuta kwamba haujazaa anything, hauzai. Hebu endelea. Nasema kwamba nami naliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, wakati wake wa kwanza. Lakini walikwenda Pahori, wakajiweka wakifu kwa kitu cha aibu. Wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu. Wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Ubarikiwe sana, achia hapo. Sasa tumepata kwamba mtini unafananishwa na kanisa la Mungu. Kwa hivyo tunastahili kuwa tuwe ni mtini wa ukweli. Tuwe ni mtini wenye kuzaa matunda. Tusikuwe ni mtini usiozaa, usio na matunda. Kwa hivyo mpaka hapo sina budi niweze kuachia hapo, niweze kupisha
kipindi kingine, na Mungu aweze kuwabariki na Mungu abariki neno lake. Hebu na tuombe. Mtakatifu, mfalme utupendaye upeo, tumesema asanti kwa ajili ya fundisho ambalo limetangulia. Umeweza kutufundisha mambo mengi sana kuhusiana na ujio wa mwanao Yesu Kristo mara ya pili. Tunaomba uweze kututengeneza, utuweze kutupiga randa, tuweze kunyooka, uweze kututakaza, uweze kutuondolea moyo wa dhambi, uweze kutuondolea miili yenye tamaa, miili ya dhambi, na utupatie miili ambayo ni ya kukucha wewe na kukutukuza kwa matendo yetu. Tunapoingia katika kipindi nyingine, tunaomba bado uendelee kutamalaki, uendelee kutufundisha, uendelee kutupatia mambo ambayo ni mazuri yatokayo mbinguni, na hekima itokayo mbinguni iweze kutujaza ili tuweze kuendelea katika nuru na tukue wana wa nuruni, bali tusikue wana wa giza. Tunaomba uweze kuendelea kututamalaki katika maisha yetu, tawala maisha yetu, tawala vitendo vyetu, tawala kazi zetu, tawala mafikiria zetu, tawala kila kitu ambayo inatuhusu, ili wakati mwanao Yesu Kristo atakaporudi asikose kanisa lake takatifu ambao wamejiandaa wakiwa tayari kumlaki mawinguni. Tunapoingia katika kipindi jingine, ninawakabidhi walimu wote, ninawakabidhi watumishi wote watakaosimama kwa ajili ya mbingu, uweze kuwatumia jinsi kupendezavyo, na zaidi ya mno uweze kubariki na uweze kubariki msikilizaji na mtazamaji kupitia njia ya mtandao, na uweze kuwasaidia waweze kukujua zaidi, na pia tuweze kukujua zaidi, na uendelee kutunong'onezea kwa lugha ambayo ni nyepesi sisi kuelewa. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini kwa imani. Amina.